Umesema umetoka katika kijiji cha Zebu? Ndio mkuu. Sawa. Ulipofika katika hii himaya haukukutana na mtu yoyote njiani? Lazaro, Yuda. Huyu kijana kama ni mgeni katika himaya yetu. Sawa. Kama ulikutana na hao na wenyewe walikuja kabla yako. Waliniletea hizi habari kwamba tumekutana na mgeni. Niliwaambia sawa, ila sikujua mgeni wewe ni nani. Basi ni vizuri. Vitu vingine na utaratibu mwingine nitakupa mimi hapa. Hautakiwi kutoka humu ndani mpaka mimi nikwambie. Kila kitu utakipata humu ndani. Narudia tena, usirudie wala usisubutu kutoka humu ndani. Sawa mkuu, nimekuelewa. Sawa. Magembe. Hiyo mtaalamu. Nimekuja hapa kwa ajili ya taarifa moja tu nimekuletea. Ndio. Taarifa yenyewe ni hii hapa. Habari sasa hizi. Bila shaka utakuwa mgeni katika hii himaya. Kwa sababu nikikuangalia hata muonekano unaonyesha. Vipi? Umetokea wapi? Nahitaji msaada wako mkuu. Msaada wangu mimi? Sasa mimi kukusaidia sio kama nashindwa. Alafu leo asubuhi wakati nimekaa pale nyumbani alikuja. Alipokuja nikaanza kumuhoji baadhi ya vitu. Ndio. Vipi? Unaendeleaje baada ya kutumia zile dawa ambazo nilikupa? Nashukuru bwana. Ndio. Dawa zimenipa uimara. Sio kwa hali niliyokujia nayo. Ndio. Nilikuwa nahisi mwili wangu ulikuwa uko sawa kabisa. Zile dawa ni nzuri sana. Ukiwa na tatizo zinaweza kukusaidia. Nimeona kweli. Na kwa tatizo lako ndio maana nikakupa zile dawa. Nilikuwa na imani kwamba zitakutibu. Lakini kuna jambo moja ambalo naomba kulijua kutoka kwako. Maana toka ile siku ulipokuja sikuweza kukuuliza. Iko hivi? Wewe umetokea wapi? Na hasa jina lako kamili unaitwa nani? Akaanza kuniambia. Kwanza ameniambia jina lake anaitwa Mboma.
Halafu ajabu ni kwamba ametokea katika kijiji cha Zebu. Zebu? Ndiyo, Kijiji gani? kijiji kile ambacho kinatisha sana kwa uchawi. Nadhani habari zake unazo tayari. Lakini kuna kitu ambacho nimekigundua kwake. Ndio mtaalamu. Mtu yule sio wa kawaida. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya nguvu zingine anazo sio za binadamu wa kawaida. Lakini taarifa hizi bado hazijafika kwa chief. Na niliona kwanza nizilete hapa kwako, alafu sisi tuje tujadiliane. Je, kwa hali ya chief ya sasa hivi tena tukamwambia na hili jambo, itakuwa ni sawa? Kama sio sawa, basi hatuna budi kumtibia chief kwanza, alafu ndo tuje tumueleze hizi habari. Hilo jambo la msingi. Hiyo ndo habari kubwa ambayo imenileta sasa hivi. Sasa na kuachia na wewe utafakari juu ya hili, tupate majibu ya uhakika ili tujue tunafanyaje. Sawa. Heshima yako chifu. Iwe pia nani? Yuda. Ndio chifu. Mmefanikiwa? Ndio tumefanikiwa. Safi. Safi sana. Maya ngadu. Yeshimiwe. Heshima iwe na chifu. Vipi hali yako chifu?
Hali yangu bado si nzuri sana. Ina maana haijapungua hata kidogo? Bado. Sawa. Karibuni. Asante. Sasa Ndio. tumekuja na ile hazina. Ndio. Leo inabidi upone kabisa. Sawa mtaalamu wangu. Na pia inabidi tuweke ulinzi kwa ajili yako kuanzia leo. Enyi mizimu ya himaya ya Ngadu, tunawahitaji muifanye kazi hii, kwa sababu hamna kazi ambayo inawashinda nyinyi, na nyinyi ndo walinzi wakuu wa hii himaya.